Shalom, shalom wapenda katika Kristo, ni matumaini yangu kwamba nyote mnaendelea salama. Kwa leo nilitaka tujifunze kuhusiana na nguvu ya kunyamaza. Kunyamaza ni hali ya ukimya. Sasa tukija kuangalia kwa uumbaji wa Mungu alimuumba mwanadamu na masikio mawili, akampatia kinwa kimoja ama mdomo mmoja. Sasa kama mwanadamu umepewa masikio mawili, manake Mungu alitaka uwe msikilizaji sana kuliko kuwa muongeaji. Unaona, kwa sababu kanuni ya Mungu ni kwamba pale ambapo mwanadamu atakapojitetea na kwanza kujidefend, Mungu huwaga anakaa kimya. Lakini pale ambapo utamuka kimya, Mungu huwaga anainuka na kukutetea. Tutakwenda kusoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 8 na mstari wake wa 3 tutashuka. Nasema, waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati. Wakamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga katika mawe, na wanawake wa namna hii nawe wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu ili wapate sababu ya kumshitaki. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuja kuona kwamba hapa Yesu aliletewa mwanamke ambaye alifumaniwa katika uzinzi, na katika kuletewa kwake huyu mwanamke kwa Yesu, maana yake si kwamba walikuwa wakitafuta yule mwanamke. Aliyekuwa akitafuta nyuma ya hiyo kesi alikuwa ni Yesu. Alikuwa anatafutiwa afanye nini? Aweze kushitakiwa na baadaye wakapate kwenda kufanya ni kumweka kifungoni, kwa sababu kicha kuangalia walikamata nini? Mwanamke, lakini hawakuleta mwanamume. Sasa hapo ni kama vile wangemtia nini? Yesu kwa mtego, kwa kusema ya kwamba mbona tu wanasema huyu mwanamke akahukumiwa, vipi kuhusiana yule mwanaume? Mbona yule mwanaume hayupo? Na pia Yesu angesema ndio, pia angesema ndio kwamba yule mwanamke asifanye nini? Asitupiwe mawe. Pia wangemwambia kwamba eti ni muongo kwa sababu amepinga Torati ya Musa, kwa sababu ilikuwa ni kwamba mwanamke yoyote yule akizini lazima apigwe mawe. Kwa hiyo walikuwa wanamtafuta nani? Yesu. Sasa tukakuja kujifunza wakati mwanamke alipokuwa ameshikwa katika uzinzi na alipoletwa kwa Yesu, yule mwanamke cha kwanza tuliona alinyamaza, hakujitetea wala hakusema lolote. Alitambua ndio amekosa, hivyo alijijua kabisa, hapa nimekosa. Na pia alipojijua kama kwamba eti amekosea kitu alichokifanya, ili mbidi anyamanze, yeye hakuinuka na kujitetea. Ila katika huyu mwanamke kuletwa kwa Yesu, aliyekuwa anatafuta sio yule mwanamke aliyekuwa ametafutwa awekwe mtegoni aingizwe kwenye mashtaka, alikuwa ni Bwana Yesu. Sasa kitendo cha yule mwanamke kunyamaza, Yesu Kristo mwenyewe alifanya ni aliingilia, akaja akamtetea nini? Huyu mwanamke. Kwa sababu ukisoma kwenye mstari wake wa 6 inasema, nao wakasema neno hili wakimjaribu ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kuhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumpiga jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashitakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Sasa wanakuja kugundua walikuwa wamemtafuta Yesu amtie kwenye mtego, lakini kwa sababu Yesu ni Mungu na alikuwa tayari amekwisha kuyajua
mawazo ya mwanadamu hata kabla hajasema. Hivyo tulikuja kuona ya kwamba ile mtego ambao alikuwa amepanga kumnasa Yesu hawakuweza kufanya nini, kumpata. Kwa hiyo kitu ambacho kilikuwa kinatafutwa ni Yesu afanye nini, apate kwenda kusema atiliwe katika hatia. Lakini kitu kikubwa, huyu mwanamke tulimuona alikaa kimya, Yesu Kristo mwenyewe akifanya nini, akikuwa anashughulika na lile kesi la yule dada. Na tunakuja kuambiliwa kwamba tunakuja kuambiliwa pale ambapo Yesu alipokuwa peke yake na yule mwanamke, Yesu alimwambia wako wapi washitaki wako? Je, hakuna aliye kuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, enenda zako, wala usitende dhambi tena. Maana yake tuliona kitendo cha yule mwanamke kukaa kimya, Yesu Kristo alimtetea. Na hivyo kuna baadhi ya mashida ambayo tunakuwa tunapitia, yamkini ni katika kuzingiziwa, yamkini ni watu tu wamekuinuka tu na kusema vibaya. Sasa wewe lazima ujifunze kukaa kimya, kwa sababu unapokaa kimya ndipo pale ambapo Mungu huwa anakutetea. Na utakapoamua wewe kujitetea, waga Mungu anakaa kimya. Sasa lazima uwe unajifunza kufanya nini, kuwa nakaa kimya. Mdomo uliharibu vitu vingi. Mdomo unaharibu ndoa za watu. Mdomo unaharibu familia, unaharibu makanisa, unaharibu jamii. Sasa wewe wakati ambapo mtu anakuja napo kusema vibaya, wewe usiseme, bali wewe kaa kimya tu, ukienda kwa Bwana Yesu, ukimlilia Yesu mwenyewe afanye nini, ainuke akutetee. Kwa sababu pia kuna mtumishi nikizeni alikuwa ni Nehemia, walipokuwa akiwasema vibaya, I think na kina Sanbalati, yule mtumishi yeye alikuwa na tabia ya kwenda kufanya ni kupeleka malalamiko yake mbele za Bwana, akipeleka kila kitu ambacho huwa wanakisema mbele za Bwana, kwa maana alitambua vita si vyake, vita ni vya Bwana. Aliyemtuma kutengeneza lile hekalu alikuwa ni Bwana, akwenda ye peke. Sasa kwa sababu gani yeye aende tu atake ajibizane na wakati kuna aliyemtuma? Na ndio hivyo wakati ambapo unakuwa unapitia machangamoto, unakuwa nazingiziwa na semwa vibaya, kuna kipindi si wewe ndio unatafutwa, kuna kipindi wanamtafuta nani? Yesu aliye ndani mwako. Kwa sababu wakati ambapo mtu anapokuja na kuanza kukusema vibaya, kitu cha kwanza ambacho huwa wanakitarget, Ibilisi anakuwa anataka akuangushe katika dhambi. Chuna wewe usirike ukamjibu vibaya, na unapojibu vibaya utakuwa umetenda dhambi, na itakuwa ni vigumu sana kwako ukienda mbele za Bwana kuonekana kuwa una haki, kwa sababu pia atapeleka mashitaka kusema huyu mtu maombi yake unataka uyajibu, huyu mtu mbona ametoka kutukanana, mbona huyu mtu ametoka kufanya hivyo. Na ndio maana tunakuja kuambiwa kwamba hasira ukaa kifuani mwa mpumbavu, kwa sababu hakuna hasira ambayo itakufanya utende haki. Hasira yote ile ambayo huwa inakuja kwako inakuwaka tu na kuingiza katika hatia. Na tuwaga tunaona ya kwamba watu ambao wanakuwa wakitulia, wakijua kucontrol yao self, na pia ni watulivu katika kuhandle situation, waga hao watu kikuja kuangalia mara nyingi ni watu ambao pia mioyo yao uwaga inakuwa na amani. Lakini ukikuja kuwa na mtu ambaye unasemewa, unaanza kuwa unasema na wewe pia unaanza taka na wewe pia uwasemeseme vibaya, unaanza taka na wewe pia uende ukawachafue. Kitu kenye utajua ni kwamba wewe wakati ambapo unakwenda kule unaanza pia kuwasema vibaya na kuwachafua, Mungu atakaa kimya, atakupigania, kwa sababu Mungu anaona unataka ujipiganie mwenyewe na kujitetea, na Mungu anataka yeye ndo akupiganie. Sasa lazima ukakae kimya ukingoja neno kutoka kwa Bwana, sio eti wewe ukasimame na kujipigania, kwa sababu vita si vyako, bali vita ni vya Bwana. Anayekupigania vita ni Yesu Kristo wa Nazareti. Na unapokuwa na maneno yanakuja hivyo, si wewe ndio unatafutwa, anayetafuta ni Kristo ndani mwako. Jua hayo maneno yanataka tu wewe useme vibaya ili uanguke katika dhambi, ukamkosea Yesu, in the end of the day apate mashitaka, aende kukurudisha nini?
aenda kufanya wewe ufanye ni usingie katika lile lango la mbinguni, bali ukaishie motoni. Ndo uaga ni mpango wa adui. Lakini wewe unapoona mtu yote ana kusema vibaya, anakupelekea vibaya, cha muhimu wewe shuka chini, ukapige nini, ukajipigie yako magoti na kufanya nini, na kuombea au watu ambao wanakuwa wakikusema vibaya. Manake wala hata wewe usitaki kupinzana nao, usitaki kujitetea, bali acha Kristo mwenyewe akutetee. Unaona, kwa sababu ambaye anatafutwa si wewe, bali ni Kristo ndani mwako. Tukija kuangalia kwenye Mathayo sura yake ya 5 mstari wake wa 44, inasema hivi ya kwamba lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Mungu anataka tuwe ni watu ambao tunawaombea. Maana yake hata mtu akikuja eti sijui atakia kuharibisha kwa reputation, akuseme vibaya, akuchafue, wewe tu cha muhimu shuka, kupiga magoti, nenda kamshukuru Bwana, kamwombea huyo mtu, acha Bwana mwenyewe ashughulike na ule mtu, kwa sababu Mungu mwenyewe ndo ana uwezo wa kusimama na kukupigania vile vita. Yamkini ule mtu alikuwa na kutafuta ile kitu cha kwanza, yamkini alitaka aone wewe naye ukijibizana, lakini akashangaa wewe umekaa kimya kumjibia. Ule ukimya wako ni jibu tosha. Kuna kipindi ukija kuangalia, kuna mtu unaweza ukataka kabisa umkwaze, utafute tu kujibu, lakini ule mtu asipo kujibu unajikutanisha mwenyewe unaumia, unaanza kujishtaki, kwa sababu pia kimya ni jibu. Unapokaa kimya, Mungu huwa anaingilia, anakupigania. Si kila vita ambayo unapitia lazima uwe unasema. Acha Yesu mwenyewe asimame na kukutetelea. Unaona, ukimwachia Yesu mwenyewe asimame na kutetelea, yeye ndo ataweza kufanya nini, kukupatia nguvu ya kushinda, kutulia na kukaa nini na kupata kwenda pia kuponya hata moyo wako na yale majeraha. Devo naendelea kufanya ni kujisogeza mbele za Bwana. Kuna kipindi wewe mwenyewe utakuwa hata haujali, kwa sababu unajua kwamba unaye Yesu ambaye ni mteteaji wako. Unaona, ni mtetezi wako. Sasa hivi mtu wa Mungu, jifunze kuwa napeleka situation zako mbele za Bwana. Bwana mwenyewe apate kukupigania na kukutetea. Na pia ndani mwako usiweke hasira wala usiweke kwazo kwa ajili ya wale watu, kwa sababu mwanadamu si mbaya. Mwanadamu huwa ni mzuri, bali ile roho iliye nyuma yule mwanadamu ndo mbaya. Unaona, wakati ambapo hata na wewe ulipokuwa haujaokoka, kuna mahali fulani aliyokuwa amekufunga, kuna matapia fulani yaliyokuwa amekubana, lakini ulipompokea Yesu Kristo alikuondolea yale maroho, na alipokuondolea yale maroho aliyokuwa akikutesa, ukashangaa na wewe ukakaa vizuri. Na ndio hivyo, si kwamba yule mtu ni mbaya, bali ni ile roho ndio inakuwa ni mbaya, kwa sababu ukija kuona Mungu waga achukii mwenye dhambi, bali Mungu anachukia ile roho ya dhambi iliyo ndani ya huyo mtu. Sasa hata pia wachawi, kuna kipindi kabisa tukija kuangalia, lazima pia tukiangalia tuko ndani, ni kwamba Mungu waga achukii mchawi, bali Mungu anachukia nini, ile roho ya uchawi.